anayesimama katikati yako na baraka lazima aangamie. And this is our prayer in 2025, ya kwamba hakuna ngome, ya kwamba hakuna nguvu, ya kwamba hakuna madhabahu yatainuka kinyume na sisi. Kama sisi ni watu wa kutoboa, lazima tutatoboa. Kama sisi ni watu wa kuafikiana, lazima tutaafikiana. We will not settle until altars that are negative against our lives fall down and get destroyed. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako nachukua ushukani sasa. Mwambie ninachukua ushukani wa kuangamiza madhabahu yoyote ambayo anasimama kinyume na maisha yangu, kinyume na familia yangu, kinyume na watoto wangu, kinyume na pesa zangu, kinyume na afya yangu. Sema hayo madhabahu yatakaposikia sauti inayotiwa kinywani mwangu, lazima yataanguka. The Bible says verse 10, Jeremiah chapter 1 verse 10 inasema, sasa ni Yeremia, na ujue Yeremia alikuwa ameambia Mungu, yale mambo unayoniambia sitayaweza kwa sababu. And now the Bible says, angalia nimekuweka juu ya unawekwa leo. Today is your day of liberation. I say today is your day of freedom. May you receive your freedom from every evil altar, from every demonic altar, from every satanic altar, in the name of Jesus Christ. Kuanzia leo, chochote ambacho ukusukuma, chochote ambacho ukisimama kinakuangusha, kama kuna madhabahu ambayo yamekushika shati, unapojaribu kwenda unashindwa, unapojaribu kwenda upande mwingine unashindwa, Biblia inasema, tazama leo, tazama leo ninakuweka juu ya mataifa. Ninakuweka juu ya mataifa. That is what the Bible says. Ya falme kwanza inasema hata sio mataifa, ninakuweka juu ya falme. Akisema falme, anasema ya kwamba either ni ufalme wa giza ama ni ufalme usiojulikana. Siku ya leo, kama kuna ufalme ulikuwa umeinua madhabahu ya magonjwa, unaenda chini. Kama ni ufalme ulikuwa umeinua laana, unaenda chini. Kama ni ufalme ulikuwa umeleta maghadhabisho katika maisha yako, lazima uende chini. I have set you before the kingdoms. That means every kingdom that is running things against your will must fall down and get destroyed. I have this day set you over the nation and over the kingdom. May your finances rise any kingdom that is holding you hostage. Kama kuna falme ambayo ilishika nyota yako katika biashara, lazima iachilie. Kama kuna ufalme ambayo uliinuka ukashika mawazo ya watoto wako wote wakasambaratika, lazima iachilie. Let me tell you, wacha kusemanga haka kaugonjwa ni kaugonjwa nimezoea nikimeza dawa kanaisha. Hapana, hayo ni madhabahu na lazima yaanguke, yateketee na yachomeke. Praise the name of the Lord. Mungu akamwambia Yeremia, sikiliza. Mungu akamwambia Yeremia, leo hii, today
Where is that Bible verse ya Kiswahili? Nataka kila mtu angalie the big screen. Inasema verse 10. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya when we see nataka nifanye for example. Kuja unishikie hii maua, kuja unishikie hii maua. Siku ya leo tunapoangusha ngome, tunapoangusha madhabahu, ni kusema number 1, it is to uproot. Kwanza ya kizungu inasema vizuri, to root out. Kwa hivyo ni kumaanisha hakuna kitu kinawachwa chini mpaka mizizi. Ni kusema ugonjwa ukitoka, unatoka mpaka na mizizi. Kansa ikikauka, inakauka mpaka na mizizi. Kama ninasema hivi, chochote kinachotoka ndani yako kinatoka mpaka na mizizi. Hapana, hii haina mizizi. Niletee hii, watapanda tena. Leta hii, leta hii, watapanda. This is what is going to happen in your life. Leta hiyo, leta hiyo. Angalia hapa, wekelea hapa. Jeremiah akaambiwa, this is what is going to happen in your life. Akaambiwa, sikiliza, na unisikilize vizuri. Nimekuweka juu ya falme. Kama kuna ufalme ambao umeishi kukuweka chini ukiinuka, akaambiwa kitu cha kwanza, utang'oa. Ninasema hivi kupitia wewe, kama kuna laana ya kutoendelea katika familia yenu, Jehova akutumie kuing'oa. Listen to this. Kama kuna jambo katika jamii yenu ambayo imekuwa ikishindikana kutoka, ulipata wazazi wakiwa walevi, vijana wenu wakaingilia ulevi, hata wewe ulijipata katika ulevi, natangaza jioni ya leo kupitia wewe, kupitia wokovu wako, sio kung'ata, ni kung'oa. To root out. To root out. That means hatubakishi. Ninasema hatubakishi. Praise the name of the Lord. Ukapata kwenu wakisema kuna madhabahu yasiyo kukubalia kununua na kujenga mashamba, na ukaambiwa hata nyanya yako, hata babu yako, hata mama yako na baba yako hawajawahi nunua shamba, wote wanaishi nyumba za kukomboa. Jioni ya leo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, hiyo laana, hayo madhabahu tutayang'oa. Listen to this. Yeremia akaambiwa, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme. Halafu maandiko yanasema ya kwamba number 1, ili kung'oa. Sasa angalia, hivi ndivyo Bwana anataka ufanye. This is what God intends you to do, and by the power of the Lord Jesus Christ, by the altar of the living God, the altar that is working in you, ninasema hivi, kama kuna madhabahu ambayo yameenda kinyume na maisha yako, sio kukata utakata. Maandiko yanasema ya kwamba utayashika na kung'oa, na kung'oa. Listen to me. Hautabakisha hata mzizi, hautabakisha hata mzizi. Ninasema ya kwamba kama kuna madhabahu yaliyogandamiza maisha yako, ukijaribu jambo linashindikana, utapewa uwezo wa kung'oa. Number two, hiyo tumeng'oa mpaka mzizi.
na kwa imani nataka uamini jinsi ambavyo tumeng'oa hiyo. Kuna kitu tumeng'oa katika maisha yako, kuna kitu tumeng'oa katika familia yako, kuna kitu tumeng'oa katika wokovu wako. Number 2, Yeremia akaambiwa, number 2, angalia nimekuweka ili ya kung'oa. Nambari ya pili ni kubomoa. It is to destroy. Kama haya ni madhabahu ambayo tumeng'oa, nambari ya pili, it is to destroy, ni kuharibu, ni kubomoa. Kubomoa ndio nambari ya pili. Kama hayo ndio madhabahu, nambari ya pili ni kubomoa. Destroying every anti-success altar in your life. May it get destroyed in the name of Jesus. Wengine muliambiwa katika maisha yenu hamutawahi olewa. Listen to this. Every anti-marriage spirit, every anti-marriage altar that is rising and standing before you, may it be destroyed. May it be destroyed. May it be destroyed in the name of Jesus Christ. We are here to destroy every altar that has been standing before the sons and daughters of God. Na tunaambia shetani hivi, sisi hatuna uoga. Maandiko yanasema ya kwamba nimewekelea maneno yangu katika mdomo wako, enda ung'oe alafu ubomoe. Can you say, I destroy every anti-success altar in my life in the name of Jesus Christ? Sema, by the blood of Jesus Christ, I root out every anti-success altar in my life in Jesus' name. Sasa sikiliza. Number 3. Nambari ya 3. Ya pili ilikuwa kung'oa. Ya kwanza ilikuwa kung'oa. Ya pili ilikuwa kubomoa. Sasa nataka uchukue upanga. Nataka uchukue upanga kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani. Anza kuharibu. Anza kuharibu. Kwa sababu Biblia inasema na kuharibu. Na kuharibu. Destruction. Destruction. Every evil growth in your life, every evil growth in your life, be destroyed. Be destroyed. Be destroyed. Nguvu za kifalme ya giza ambazo zinajiinua juu ya maisha yako, jioni ya leo umepewa uwezo wa kung'oa, umepewa uwezo wa kubomoa na kuharibu. Halafu nambari ya 4, wewe ndio umepewa uwezo wa kuangamiza. Nimekupatia uwezo wa kuangamiza. Listen to me. Usijiangalie kana kwamba hauwezi. Sio nguvu zako tunatumia. Tunatumia nguvu za mbinguni. Tunatumia nguvu za Yesu kung'oa na kuharibu na kuangamiza. Sema, I throw down. Sema, I throw down. The Bible says to throw down. Sema, I throw down every evil garment, every shame garment in my life. Sema, ninaweka chini
nguo ya aibu, mavazi ya aibu katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Sema sitaaibika, watoto wangu hawataaibika, biashara yangu haitaaibika, kanisa letu halitaaibika, afya yangu haitaaibishwa. I throw down these are the powers that were being given to Jeremiah. Jeremiah was a fearing person. Alikuwa mtu anaogopa, lakini Mungu akamwambia, sikiliza, hii ndiyo nguvu nitakayowekelea juu yako. Mimi nimekupea uwezo wa kung'oa, nimekupea uwezo wa kubomoa, nimekupea uwezo wa kuharibu, nimekupea uwezo wa kuangamiza. And now comes a time in our lives, now comes a time ile ambayo tumebomoa, sasa tumepatiwa uwezo wa kujenga na kupanda ingine. Sasa tumepanda madhabahu, tumeondoa tulioangamiza, sasa tumeinua mengine na tumepanda hii. Na katika jina la Yesu, hakuna atakaye haribu hii, hakuna atakaye ng'oa hii, hakuna atakaye angamiza hii. I have given you power to build and to plant. This is my prayer, that a new altar is being built in your heart. Madhabahu mapya yanajengwa juu yako. Pokea madhabahu mapya ndani ya moyo wako. Pokea madhabahu mapya juu ya mikono yako. Pokea madhabahu mapya juu ya kichwa chako. Enda ukafaulu, enda ukasikike, enda ukaonekane. Tembea mataifa, Yesu akukubalie, visa yako itoke katika jina la Yesu. Mahali ungefika, enda ufike. Wale hawange kutaka wakutake, wale hawange kuita wakuite, katika jina la Yesu. Katika familia yako tumepewa uwezo wa kupanda na uwezo wa kujenga. Tunainua mjengo mpya wa imani ndani ya ndugu zako na dada zako, na kwa imani ninatabiri hivi, mabadiliko yatapatikana katika familia yenu, mabadiliko yatapatikana. Kuna jambo litatendeka kwa sababu ya kujenga kupya, ambapo madhabahu tunayoinua yatabadilisha kwenu. You are not going to be put to shame again. You are not going to be put to shame again. Hautatiwa katika aibu tena. Ninasema hautatiwa katika aibu tena. Tunainulia Mungu madhabahu ambayo hayatashindana na yeyote, ambayo hakuna kitu kitasimama kipingana na madhabahu ya Mungu. This is our prayer. Kama kuna madhabahu ndani yako ambayo yamepandwa kwa njia ya kichawi, if by any chance someone took your name somewhere, someone took your clothes somewhere, kuna mtu aliiba nguo zako, kuna mtu aliiba mavazi yako, kuna mtu alichukua majina yako na akaandika na akaweka mahali kwa sababu ya wivu, tunaangamiza madhabahu ya wivu yanayofanya kazi katika maisha yako. Tunaangamiza madhabahu ya wivu, either katika familia, either katika business partners, either katika majirani. Kama kuna dhabihu la wivu lililoinuliwa na jina lako likaingizwa mahali, tumepewa nguvu na uwezo wa kung'oa jina lako pale. Any idolatry sin that has been manifesting in your life, fall down and die.
against witchcraft. Kama afya yako imegandamizwa kwa njia zilizotumika uchawi, hiyo nguvu umepewa. Ng'oa magonjwa yako, ng'oa madhabahu ya magonjwa, angamiza magonjwa, anza kuangamiza magonjwa, anza kuharibu magonjwa ambayo yamekukataza kuendelea. Kama unatazama runinga hii ukiwa hospitali ama ukiwa nyumbani, umepewa uwezo wa kung'oa na kuangamiza madhabahu ya blood pressure, madhabahu ya sukari. Hayana uwezo juu ya wana wa Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo. We have been given powers and authority in the name